Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Ninakusalimu tena kupitia jina la Yesu. Hongera kwa kuja kujifunza. Mungu akubariki sana. Basi tuendelee. Amen. Somo tulilonalo nasema jifunze toka kwa Yesu. Hilo ndio somo ambalo tuko nalo leo, ikiwa ni takriban siku ya 10. Siku ya 10 ya mfululizo wetu. Tulikotoka tuliona kwamba somo letu lina malengo makubwa mawili. Kwanza ni kutaka kujua kiwango cha maisha au aina ya maisha ambayo mimi na wewe tunatakiwa kuiishi. Na katika kuiangalia hiyo siku ya kwanza na ya pili, tuliona tumeitwa kufanana na nani? Na Yesu. Tumeitwa kufanana na Yesu, na hicho ndio kiwango cha maisha ambacho mimi na wewe tunatakiwa kufika. Kwa sababu tulisema ili uwe na nidhamu katika safari yako ni lazima ujue unakoenda. Cha kwanza, ukijua unakoenda itakunidhamisha ni namna gani usafiri. Si ndivyo? Tulisema umbali wa safari yako ndio unaamua uanze saa ngapi safari, utumie usafiri gani au utumie mwendo gani katika safari, kama kuna vituo, kwenye vituo upumzike muda upi, hivyo umbali wa safari. Lakini usipojua unakokwenda, mahali popote wewe unakuwa umefika. Tunasema popote kambi, si ndivyo? Si ndivyo eti? Kwa hiyo tukagundua kwamba kumbe mimi kama mtu niliyeokoka nimeitwa kufanana na Yesu. Kwa hiyo kila siku ninachotakiwa kuangalia ni je, nimefikia kiwango cha Yesu? Sijafikia, natakiwa kukaza mwendo. Ndio jambo la msingi. Sawa? Kwa hiyo hakuna kuchoka kabla hujafika unapotakiwa kufika. Lakini usipojua kuna aina ya kiwango cha maisha ambacho unaona umewazidi wengine, utahisi kama umeshamaliza hiyo. Utahisi kama ndio kila kitu umeshakipata. Ndio kumbe ni bado. Si ndivyo? Lakini lengo la pili tulisema ni kujua namna au njia zitakazotufanya tufike kwenye hii aina hiyo ya maisha, kwenye kiwango hicho cha maisha, namna au njia zitakazotusaidia. Na katika kuangalia hilo tulianza kwa kusema ili uwe sawa na yule ambaye anakuvutia siku zote, tafuta siri alizosikilia. Ukishajijua siri, hizo siri zitakufanya wewe, ukishaanza kuzitumia hizo siri zitakufanya wewe uwe kama yeye. Si ndivyo tulivyoona? Jua siri, ukishajua siri, hizo siri zitakupeleka kuwa kama yeye. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo siku mbili za kwanza tuliangalia ili kutimiza lengo la kwanza ambalo ni kujua aina ya maisha ambayo tunatakiwa kuifikia. Lakini kuanzia siku ya 3 mpaka jana siku ya 9 tulikuwa tunaendelea kuangalia siri au njia mbalimbali ambazo zilimfanya Yesu akawa vile alivyokuwa na kuwa na matukio makubwa. Na tuliangalia mpaka jana siri kama 4 hivi, si ndivyo? Mpaka jana tulikuwa tumeangalia siri 4 ambazo zilikuwa katika maisha ya Yesu. Siri ya kwanza tulisema Yesu aliishi kwa kufuata kusudi. Na tuliangalia kwa undani kusudi. Ni somo kama ambalo lilienda kama siku 3 hivi. Si ndivyo? Yani katika kuidadavua hiyo point tulienda nayo kama siku 3, na tuliangalia mambo kadhaa ya muhimu ya kuzingatia kuhusu kusudi. Tukasema Mungu ni Mungu wa makusudi, si ndivyo? Kwa sababu hakuna mtengenezaji wa bidhaa ambaye anatengeneza bidhaa bila kuwa na matumizi nayo, bila kuwa na makusudi nayo. Kwa hiyo vivyo hivyo Mungu naye ni Mungu ambaye amebeba makusudi. Ni Mungu wa kusudi. Si ndivyo? Lakini tukasema kila kitu duniani kina kusudi. Kila kitu duniani kina kusudi. Kwa hiyo kutokujua kusudi haifuti kusudi. Yaani kwamba mimi sijui kusudi la kitu, haina maana hicho kitu hakina kusudi. Kusudi na ila ni kwa sababu tu sijui. Hata wewe una kusudi. Kutokujua hakufuti kusudi. Sawa? Kusudi lipo hata kama haulijui. Lakini ukasema sio kila kusudi la kitu linajulikana. Kuna makusudi mengine ambayo hayajulikani. Na tukasema hatari ya makusudi ambayo hayajulikani, kuna wakati mwingine yanatucheleweshea muda, lakini wakati mwingine anaweza kutuingiza katika matatizo. Si ndivyo? Kusudi lisilojulikana. Na mara zote kusudi lisilojulikana, yani kitu kisichojulikana matumizi yake au kisichojulikana kusudi, lazima matumizi mabaya ya hicho kitu yatokee. Tuliona hivyo kitu. Lakini pia tukasema kusudi linapatikana kwa mwenye au kwenye ufahamu wa mtengenezaji wa bidhaa. Kusudi linapatikana kwa mtengenezaji, kwenye ufahamu wa mtengenezaji wa bidhaa, si ndivyo? Si ndivyo tulivyoona? Kwa hiyo mimi na wewe tumeumbwa na Mungu.
Mtengenezaji wa bidhaa mimi ni Mungu. Kwa hiyo kusudi langu mimi linapatikana kwa Mungu. Sawa? Lakini pia tulisema hivi, kusudi la Mungu, hii ni pointi ya msingi ambayo tulisema kusudi la Mungu ni mbegu ya ukuu kwenye maisha ya mtu. Kusudi la Mungu ni mbegu ya ukuu. Yaani Mungu alinipa mimi kusudi. Hilo kusudi nikilijua lenyewe ndio mbegu ya ukuu wa mimi kuishi maisha makubwa kwenye hii dunia. Sawa? Ndio sababu ya mimi kuishi maisha ambayo yataenda umbali, ambao utafanya kila mtu ajue kwamba yuko Mungu anaishi. Kusudi. Sawa? Kwa hiyo ni muhimu kujua kusudi. Ni muhimu kujua kusudi. Na tukasema kusudi la Mungu, tunapozungumza kusudi, hatuishi tu kuzungumzia swala la kutumika madhabahuni peke yake. Si ndivyo tulivyosema? Sio swala tu la kuishia kutumika madhabahuni. Ni muhimu kufuatilia hilo somo kwa undani. Fuatilia hilo somo, soma vifungu tulivyovitaja vya Biblia. Soma na muombe Mungu akufunulie zaidi na zaidi. Kwa sababu hili somo mimi ni somo ambalo nilipewa siku moja. Nilikuwa na maombi vya siku kadhaa hivi. Nikiwa siku ya 14. Nakumbuka ilikuwa tarehe 19 mwezi wa 8. Ndio nilipewa hili somo lote ambalo tumejifunza kwa hizi siku zote hizi na mpaka tunaendelea. Nilipewa siku hiyo ya maombi, wakati Mungu ananifundisha baadhi ya vitu ambavyo mimi nilikuwa namuuliza yeye. Sawa? Tarehe 10 na ngapi? 19. Leo umepita mwezi toka na nikaanza kutendea kazi vile nilivyojifunza tokea wakati huo, na nikaanza kuona matokeo. Nikaona nikushirikisha na wewe, huenda na wewe tukaanza kusafiri pamoja kwenye hii safari tunayoenda. Bwana Yesu apewe sifa sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. So pitia na kupitia, rudia na kurudia hivyo tulivyojifunza. Kusudi ni mbegu ya ukuu ambayo iko ndani ya mtu. Mtu akigundua hiyo mbegu na akaanza kuitendea kazi, utaota mmea unaoitwa ukuu. Sawa? Kila mtu duniani ni mkuu. Ila usipokuwa kwenye kusudi lako hauwezi kwenda kokote. Lazima utapwaya. Kwa hiyo Yesu aliishi katika kusudi. Sawa? Kwa sio swala tu la kuhubiri injili kila mtu, sio swala la kuwa mchungaji kila mtu, sio swala la kuwa apostle kila mtu. Sawa apostle msami? Sio swala la kila mtu kuwa apostle. Kuna wengine wameitwa kuwa wafanyabiashara. Kusudi lao, yani Mungu wakati anamweka aliweka mbegu ya biashara ndani yake. Hiyo mbegu ikichipuka ndani yake anakuwa ni mfanyabiashara mkubwa duniani. Sawa? Kuna wengine ni marais, wanasiasa, viongozi wakubwa. Sawa? Kuna wengine wameitwa kwenye kada za elimu. Hivyo, yani kila mtu ameitwa kwenye kada yake. Kwa ukijua hilo kusudi, na tulijifunza namna ya kuhangaikia ili upate kulijua kusudi lako. Si ndivyo? Lakini pointi ya pili au siri ya pili ambayo tuliona kutoka kwenye maisha ya Yesu ni maisha matakatifu, maisha safi. Si ndivyo? Yesu alifanya kazi kubwa yote ile aliyofanya kwa sababu Mungu alikuwa ndani yake, na Mungu hakai mahali pa chafu. Sawa? Na katika kujifunza swala la usafi tukaangalia aina kama 3 hivi za maisha. Maisha ya mbele za watu, maisha binafsi, maisha asili. Tukasema ukifanikiwa kutibu maisha ya asili, upo pazuri. Na tulizungumza mengi, si ndivyo? Tulizungumza mengi kwa wale waliokuweko. Kwa hiyo ni muhimu ukafuatilia, ukajifunza, ukasoma na kusoma na ukaomba neema ya Mungu kuhakikisha maisha asili yanatibiwa. Amen. Maisha asili ili uishi maisha matakatifu, ili Mungu awe pamoja na. Anasema hivi, ikiwa mtu atajitakasa, atakuwa chombo chenye kupata heshima, kilichotengenezwa kwa ajili ya kazi, kwa kila kazi njema kimfaacho Bwana. Kwa ukijitakasa, utakuwa ni chombo chenye kupata heshima. Si ndivyo? Kwa maisha matakatifu yanamfanya mtu aende mbali pia. Amen. Tusituache kuishi maisha ya ujanja ya kujificha mbele za watu. Haupati faida kujificha mbele za watu. Yaani mimi kujificha kwako kwamba nifanye hiki Osborne asinione. Ni sawa sana kujitekenya ili ucheke. Sawa? Kujichekesha tu mwenyewe alafu ambako hakuna faida yoyote. Amen. Amen. Lakini siri ya 4 tuliyopata kutoka kwenye maisha ya Yesu kwamba Yesu alikuwa ni amejaa neno la Mungu. Si ndivyo?
alikuwa amejaa neno la Mungu. Tuliona kuwa Yesu kwenye kila hali alikuwa na imeandikwa yake. Sawa? Alikuwa na imeandikwa. Na mimi na wewe tukitaka kwenda mbali tunatakiwa tuwe tuna imeandikwa kwenye kila eneo. Wakati tamaa za ujanani zinakujia, una imeandikwa ipi ambayo itakutoa kwenye huo mtego? Kila wazo baya linalokuja, nyuma yake kuna roho. Sawa? Kila wazo baya linalokuja. Yaani ukiona unawazawaza kuzini hivi, unawazawaza kuwa na mpenzi hivi, sio Mungu, ni roho mbaya kutoka kwa shetani ambayo yenyewe inataka ikukwamishe usifike mbali. Sawa? Kwa hiyo unatakiwa kuishinda hiyo roho. Hasa uwezi kuishinda bila neno. Yesu alipokuwa anajaribiwa na ibilisi, alimwambia imeandikwa. Imeandikwa. Imeandikwa mpaka shetani akamwacha. Sawa? Ndivyo itakavyokuwa kwenye maisha yangu na yako. Tukitaka kufika mbali, inatakiwa tuwe na imeandikwa za kutosha kwenye maisha yetu. Kwenye kila hali. Sawa? Kwenye kila hali. Shetani anapotaka kutesa na magonjwa, una imeandikwa yako. Tumeelewana? Unakuwa na imeandikwa yako. Ukishakuwa na staili hiyo ya maisha, shetani lazima kukimbie. Sawa? Basi, leo naazimia tumalize somo letu. Sawa? Naazimia tumalize ili kuanzia kesho tuendelee na ratiba zetu zingine zile za kawaida. Mpaka wakati mwingine ambapo Mungu atatusemesha tena kwa namna nyingine kujifunza. So nitasummarize kidogo point chache zilizo salia. Tutakapoishia hapo. Kwa hiyo tutakapoishia leo ni hapo. Sawa? Tumeelewana? Kwa hiyo leo nitakimbia haraka tofauti na vile ambavyo nilikuwa nakaa kwenye pointi moja muda mrefu. So naomba Mungu anipe neema ya kuwa na speed. Sawa? Kwa hiyo leo tunaendelea siri ya 5. Siri ya 4 tulisema jana maombi. Jana tulishia kwenye issue ya maombi. Hii tuliangalia jana. Leo tuangalie siri nyingine ya 5. Siri ya 5 ambayo tunaendelea nayo leo ni kuishi kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Kuishi kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Hiyo ndio siri ambayo tunaendelea nayo siku ya leo. Leo mjaje na kuandika. Siri ya 5, kuishi kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Yaani maisha ya kufuata maelekezo. Kwa hiyo Yesu alikuwa duniani, tumesema kama mwanadamu, si ndivyo? Alikuwa anaishi duniani kama mwanadamu. Lakini alikuwa ni mwanadamu ambaye ana connection na mbinguni. Si ndivyo? Alikuwa anaishi duniani kama mwanadamu ambaye ana connection ya moja kwa moja kutoka wapi? Mbinguni. That's why tunayaona haya matokeo ambayo yalitokea kwa Yesu. Kwa hiyo kila alichokuwa anakifanya Yesu kilikuwa connected moja kwa moja kutoka mbinguni. Hiyo aina ya maisha mimi na wewe tukiwa nayo, kwa sababu Roho Mtakatifu aliyekuwa ndani ya Yesu ndio uliye naye wewe leo. Sawa? Ndio maana aliwaambia wanafunzi wake msitoke. Yaani najua mmekaa na mimi miaka 3. Yaani kama vipi angesema mmekaa Bible school, yaani mimi ndio nikiwa mkufunzi wenu miaka 3 na nusu. Nimewafundisha namna ya kuenenda, mmeona nikifanya. Lakini mkiondoka na uwezo hamtaweza. Subirini kwanza mpaka mvikwe uwezo utokao wapi? Juu. Mpewe kile ambacho kinifanya mimi nikawa Yesu. Na nyie kikija hicho mtakuwa kina Yesu wengine. Sawa? Tumeelewana? Sasa haitoshi kuwa na Roho Mtakatifu. Haitoshi kuwa tu na Roho Mtakatifu bila kufuata maelekezo anayokuambia Roho Mtakatifu. Tumeelewana? Ukitaka kuwa mtu ambaye unaenda mbali, Roho Mtakatifu uliye naye inatakiwa awe bosi wako. Sio wewe ndio wewe bosi wa Roho Mtakatifu. Ufanye unachotaka kwa kumtumia yeye. Roho Mtakatifu na awe bosi wako. Afanye anachotaka kupitia wewe. Ukifanya hivi, ukiisha staili ya maisha, utakuwa bonge la mtu kwenye hii dunia. Sawa? Utakuwa bonge la mtu kwenye hii dunia. Roho Mtakatifu afanye anachotaka kupitia wewe. Roho Mtakatifu anataka kufanya mavitu ila hana mwili. Na mwili anaotafuta ni wewe na mimi. Sawa? Anataka kufanya bonge la mavitu kwenye dunia ambayo hajawahi kutokea. Usishangae Yesu alivyosema yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi yeye naye atafanya. Na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda wapi? Kwa Baba. Mimi ambaye nilikuwa nafanya naenda kwa Baba. Kwa hiyo nimewazaa nyie akina Yesu wengine ambao mtaendeleza pale nilipoishia. Kwa sababu kila mnachohitaji kufanya maajabu kitakuja. Sio kama naelewa. Kila kinachohitajika kufanya maajabu kwenye hii dunia ambaye ni Roho Mtakatifu. Huyo Roho Mtakatifu akishakuwa kwenye maisha yako,
na yeye Roho Mtakatifu akapewa nafasi ya kwanza kwenye maisha yako, ya kwamba ufanyi chochote bila yeye. Ukishakuwa na hiyo style, ukishakuwa na lifestyle hiyo, wewe unaenda kufanya mambo makubwa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Kwa hiyo Yesu hakujitegemea yeye kama yeye, hakuishi kama yeye. Alikuwa ni mwanadamu sawa, lakini akiwa na connection ya moja kwa moja kutoka mbinguni. Amen. Na ndio maana alikuwa hafanyi chochote. Kwenye kitabu cha Yohana 5:19-20. Yohana 5:19-20. Kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 5 mstari wa 19 na 20. Mwana hawezi kutenda neno mwenyewe, ila lile analomuona Baba anatenda ndilo naye analotenda. Hawezi kutenda neno mwenyewe. Fungua hapo, fika soma. Tuwe tunasoma Biblia, sawa Soma. Yohana 5:19-20. Tukiwa kwenye vipindi kama hivi, hakikisha unakuja na Biblia, sawa Yohana 5:19-20. Mwana hawezi kutenda neno mwenyewe, ila lile ambalo amuona Baba anatenda. Kwa maana yote ayatendayo yeye ndiyo ayatendayo Mwana vile vile. Kwa kuwa Baba ampenda Mwana ayatendayo Mwana. Kwa vile Baba ampenda Mwana, naye humwonyesha yote ayatendayo mwenyewe. Hata na kazi kubwa zaidi kuliko hizo atamwonyesha, ili ninyi mpate kustaajabu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Umeona kazi ya Baba? Kazi ya Baba anamuonesha yule ambaye yuko tayari kufuata maelekezo. Ndio kazi yake. Sawa? Yesu anasema sitendi neno lolote mwenyewe, ila lile ninalomuona Baba anatenda ndilo na mimi ninalofanyaje? Ninalotenda. Ukitaka kuishi maisha ya ushindi kama Yesu alivyoishi, usiwe mwepesi wa kukurupuka kufanya kila kitu unachojisikia. Tumeelewana? Usiwe mwepesi wa kukurupuka kufanya kila kitu unachojisikia. No. Sikilizia mbinguni kunasemaje. Sawa? Kwa sababu kitu cha mbinguni ndio kinacholeta matokeo. Ila cha kwako wewe hakitaleta matokeo makubwa. Sijui kama mnaelewa. Kitu cha mbinguni ndio kinacholeta matokeo. Yaani kitu ambacho kimetoka mbinguni ndio kinacholeta matokeo. Ndio maana Yesu alikuwa anasikilizia kutoka mbinguni. Kwa hiyo kila alichokuwa anafanya alikuwa amesikia kutoka mbinguni. Anasema ninalo sitendi neno lolote mwenyewe. Hamna kitu ninachokifanya mwenyewe, ila kile anachofanya Baba ndio na mimi nakifanya. Anachonielekeza fanya hivi ndio nafanya. Ndio maana mnaona matokeo. Mungu huwa hakosei. Roho Mtakatifu hakosei. Yeye anajua siku mbili baada ya leo kutatokea nini. Kwa akikupa maelekezo, fanya jambo fulani, ukilifanya hilo litakupa matokeo chanya. Most of the time tumekuwa ni watu ambao tunaongozwa na akili zetu wenyewe. Tunaongozwa na matakwa yetu wenyewe, ambition zetu wenyewe. Kitu unachojisikia kufanya ndio unachotaka kufanya. Alafu unamshirikisha Roho Mtakatifu awe ni kama backup ya unachotaka kufanya wewe. Vitu haviendi hivyo. Sawa? Mambo hayaendi hivyo. Yesu alikuwa anasubiria kutoka mbinguni. Ukisoma kwenye Yohana sura ya 2 kwenye harusi ya Kana, wakati mama yake amemwambia Yesu kwamba Bwana ametidikiwa divai, Yesu akajibu akamwambia, tuna nini mimi nawe? Saa yangu haijawadia, haijafika. Saa yangu haijafika. Nini? Alikuwa anasikilizia signal kutoka mbinguni kwanza. Bwana Yesu apewe sifa sana. Alikuwa anasikilizia nini? Signal kutoka mbinguni. Mbingu zinasemaje juu ya hili? Sio swala la mimi kuamua kufanya. Je, wanasemaje? Mzee anasemaje kwanza? Ukiwa na lifestyle ya style hiyo, hamna mahali utakapokosea. Sawa? Ukiwa na lifestyle hiyo, hamna mahali utakapofanyaje? Utakapokosea. Kwenye sura ya 8 pia, Yohana, wakati Mafarisayo, waandishi na wamemletea mwanamke waliyemkamata kutoka kuzimu. Biblia inasema wakamwambia Yesu, Musa alituambia kuwapiga mawe watu kama hao. Wewe unasemaje? Biblia inasema Yesu akainama, akaandika chini kwa kidole. Si ndivyo? Hakuwajibu. Yeye akainama zake, alikuwa anasikilizia mbingu zinasemaje. Ni wajibu nini hawa watu? Mzee, hebu niambie hawa watu niwaambie nini? Bwana Yesu apewe sifa sana. Niwaambie nini hawa watu? Alikuwa anasikilizia. Amen. Jibu hilo liluka nalo ndio limetoka mbinguni. Yeyote asiye na dhambi miongoni mwenu au wa kwanza kutoka juu. Hilo jibu lilikuwa limetoka wapi? That's why kila mtu alichomwa mioyo. Amen. Kwa hiyo ni lifestyle ambayo Yesu alikuwa nayo ya kusikiliza kutoka wapi? Mbinguni. Ya kusubiri maelekezo kutoka wapi? Mbinguni. Ndivyo mimi na wewe tunatakiwa kuishi hivyo, ili tuwe kama Yesu. Biblia inasema tumeitwa kufanana na nani?
Sasa hizi ndio siri ambazo zilimfanya Yesu akafanikiwa kwenye maisha ya hapa duniani. Mimi na wewe tukizitumia zitatufanya tufanikiwe. Amen. Mimi na wewe tukizitumia zitatufanya tufanyaje? Tufanikiwe. Kwa hiyo sio swala la kuamua na kufanya kila kitu tunachokiona mbele yako unafanya. Kila unachokiona unafanya, no? Yesu pamoja na uyesu wake alikuwa anasubiri kutoka mbinguni. Mimi na wewe ni nani? Hata tuwe tunajiamlia kufanya. Mambo hayaendi hivyo. Sawa sawa? Mambo hayaendi hivyo. Mstari wa 30 Yohana 5. Kwenye hiyo Yohana 5, mstari wa 30. Mimi siwezi kufanya neno mwenyewe, kama nisikiacho ndivyo nikisikia. Na hukumu yangu ni haki, kwa sababu siyatafuti mapenzi yangu mimi, bali mapenzi yako aliyenipeleka. Mapenzi ya yeye aliyefanyaje? Aliyenipeleka. Mimi sifanyi neno mwenyewe kama nisikiavyo. Sawa eh? Kama nisikiavyo ndivyo nifanyaje? Ni hukumuvyo. Mimi sifanyi neno mwenyewe. Huyo ni Yesu. Sifanyi neno mwenyewe. Mimi na wewe tunatakiwa kuwa na hiyo tabia, kwamba kitu tunachofanya kiwe ni inspiration ya kutoka kwa Roho Mtakatifu. Iwe ni inspiration ya kutoka kwa nani? Kwa Roho Mtakatifu. Mbingu ndio ziwe zimeniagiza kufanya hicho kitu. Hapo ndipo utakapoona matokeo kwenye kila tunachofanya. Amen. Kama nisikiavyo ndivyo ni hukumuvyo. Wala siyatafuti mapenzi yangu mwenyewe. Sivyo? Siyatafuti mapenzi yangu mwenyewe. Huyo ni Yesu anaongea ya kwamba hayatafuti mapenzi yake mwenyewe, bali ya yule aliyempeleka. Mimi na wewe tumekuja na kusudi la Mungu. Sawa sawa eh? Mungu ndiye aliyetumbia na kusudi. Yeye ndiye atuamlie nini cha kufanya. Na yeye ndiye atuongoze. Zaburi ya 32 mstari wa 8 unasemaje? Zaburi ya 38 mstari wa 32 mstari wa 8. Inasemaje? Zaburi ya 32 mstari wa 8. Nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea, nitakushauri jicho langu likikutazama. Umeona Mungu ambavyo yuko willing kutufundisha? Nitakufundisha na kukuongoza katika njia utakayoiendea. Nitakushauri jicho langu likifanyaje? Kwa hiyo Mungu yuko tayari kutushauri. Imagine unapewa ushauri na Mungu. Utakufelisha ushauri eti? Yaani Mungu akupe wewe ushauri wa namna ya kusoma. Mungu akupe wewe ushauri wa namna ya kufanya biashara. Mungu akupe wewe ushauri wa namna ya kutafuta mume au mke. Hivi utakufelisha ushauri? Hatutafuti kushauriwa na Mungu. Yesu mwenyewe alikuwa anasubiri kutoka mbinguni. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mimi na wewe tutakiwa tusubiri kutoka mbinguni. Tusikilize kutoka mbinguni. Ukiwa na hiyo mentality na ukianza kufanya mazoezi. Unajua tumezaliwa katika dunia na tumekulia katika uharibifu. So it takes training. Inatakiwa kufanya mazoezi na kujifunza namna ya kusikia. Mwanzo utakuwa unakosea. Mtoto anapozaliwa huwa hajifunzi kujua kila kitu kinachoendelea duniani, si ndivyo? Na hajui kuongea maneno yote, na hajui kusikia maneno yote. Ila kadri anavyozidi kujifunza ndivyo ambavyo anaanza kuelewa kwamba kumbe ninapozungumza mama nazungumzia huyu hapa. Ninapozungumzia dada nazungumzia yule pale. Si ndio maana yake? Ndivyo ambavyo mimi na wewe baada ya kuokoka inatakiwa tukae na tukubali training. Sasa shida tukubali training ndio tatizo. Ila ukikubali training ni swala la muda. Kadri unavyozidi kwenda unakuta accuracy inazidi kuongezeka. Accuracy inazidi kufanyaje? Kuongezeka. Nitakufundisha na kukuonesha njia utakayoiendea. Si ndivyo? Nitakushauri jicho langu likikutazama. Imagine. Kitabu cha Isaya 48 mstari wa 17. Tukubali kufundishwa kutoka mbinguni. Amen. Tukubali kufundishwa kutoka mstari wa 17. Bwana mkombozi wako mtakatifu wa Israeli asema hivi. Mimi ni Bwana Mungu wako nikufundishaye ili upate faida. Nikuongozaye kwa njia ikupasayo kuifuata. Nikuongozaye katika njia ikupasayo kufanyaje? Mungu wako anasema mimi ni Mungu nikufundishaye ili upate faida. Nikuongozaye katika njia ikupasayo kuifuata. Yesu alikuwa anaongozwa katika njia inayompasa kufuata. That's why he was very accurate. Matokeo yalikuwa chanya always. Amen. 30
Hii mistari tu imekuja haraka ambayo nataka na wewe uipate. Hiyo Isaya 30:21. Anakuongoza katika njia ikupasayo kufanyaje? Kuifuata. Amen. Inasemaje? 30:21. 30:21. Na masikio yako yatasikia neno nyuma yako likisema, njia ni hii ifuateni, mgeukapo kwenda mkono wa kulia na mgeukapo kwenda mkono wa kushoto. Na masikio yako yatasikia neno nyuma yako ya kwamba njia ni hii, mgeukapo kwenda mkono wa kuume, kulia au mkono wa kushoto. Yaani unapotaka kuchepuka, Mungu kwa wema wake atakusemesha kwamba huko unakotaka kwenda siko, njia ni hii hapa, ifuate. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa ukishakuwa willing kuifuata hiyo njia, unajua wakati mwingine hadi tunapotenda dhambi ni kwa sababu ya kiburi, huwa tusikii na atusikilize maelekezo. Hakuna dhambi inayokuja kwa bahati mbaya, haipo. Tumeelewana? Hakuna dhambi inayokuja kwa bahati mbaya. Ni kwa sababu ya kiburi ya kutaka kusikia maelekezo. Yaani unasikia kabisa signal, yaani unasikia kabisa kwamba hii ni kama sio sawa hivi, kama sio sawa, lakini unashupaza shingo unafanya. Sasa ili tuwe watu ambao tutaleta matokeo kwenye hii dunia kama Yesu alivyoleta, inatakiwa tuwe ni watu ambao tunafuata maelekezo. Unasikia? Yaani mtu anajua kabisa, ila penyewe ni kama nilijua hivi kitakachotokea, lakini ndio nimejikuta nimefanya dhambi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa nini? Kuna sauti ilisikika. Sasa utasikia neno nyuma yako ukisema njia ni hii, kwamba huko unakotaka kuchepukia siko, huko kulia unakotaka kwenda siko, fuata njia hii hapo. Ukiishi kwa kufuata maelekezo, ukiishi kwa kufuata Roho Mtakatifu anachokwambia, jiandae kuwa mtu mkuu duniani. Amen. Jiandae kuwa mtu mkuu duniani. Jiandae kuwa mtu mkuu duniani. So Yesu aliishi kwa kufuata maelekezo. Ndivyo ilivyo mimi na wewe, tukitaka kuwa watu ambao tutaleta matokeo kwenye hii dunia, tunatakiwa tufuate maelekezo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tukubali kuongozwa na Roho Mtakatifu. Tukubali kuongozwa na Roho Mtakatifu. Yesu aliongozwa. Alisema sifanyi neno mwenyewe. Yaani bila Mungu kuniambia sifanyi. Sawa eh? Bila Mungu kuniambia sifanyaje? Tuishi basi kwa staili hiyo. Anza kufanya mazoezi. Warumi 8:14. Warumi 8:14. Warumi 8:14. Nasemaje? Warumi 8:14. Soma. Warumi 8:14. Kwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Wana wa Mungu ndio wadhihirishaji wa matokeo. Hivi unajua hicho kitu eh? Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho, wanaokubali Roho wa Mungu awaongoze katika njia inayowapasa kuiendea, hao ndio wana wa Mungu. Ndio wakina Yesu. Si ndivyo? Ndio wakina Yesu wenyewe. Msinione kama nakufuru ninavyosema ndio wakina Yesu wenyewe. Biblia inasema wale aliowajua tangu asili, aliwachagua tangu asili, wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Kama alivyo ndivyo tulivyo na sisi katika ulimwengu. Kama alivyo ndivyo na sisi tulivyo katika ulimwengu. Si ndivyo? Kwa hiyo ni ndo maana yake, yani vile alivyo Yesu na yeye anataka mimi na wewe tuwe hivyo. Lakini Biblia inasema wanaoongozwa na Roho wa Mungu. Wanaokubali kuongozwa na Roho wa Mungu. Wanaokubali kuongozwa na Roho wa Mungu. Kuna maeneo fulani hivi Roho Mtakatifu. Unajua wakati mwenyewe naendelea kujifunza, kuna wakati ilikuwa ni sielewi ambacho Roho Mtakatifu anasema. Bado sijaijua lugha ya Roho Mtakatifu in full. Sawa eh? Ila kuna namna ambavyo Mungu amenisaidia nidhamu. Mimi moja kati ya maombi ambao wanamwambia Roho Mtakatifu ni kwamba Roho Mtakatifu, kweli wewe sio dictator. Wewe mlazimishi mtu kufanya kitu ambacho unataka afanye. Ila mimi naomba kwa kesi ya mimi, kuna wakati sielewi sauti yako, tumia hata ubabe. Yaani kuna wakati mwingine naomba tumia hata ubabe ili kusudi nisiangukie kwenye madhara. Nisiangukie kwenye madhara. Mahali ambapo unaona sijakusikia na unaona kabisa sijakuelewa, tafuta hata njia nyingine ya kunisaidia. Ni prayer point ambazo mimi huwa niko nazo. Sawa sawa? Na kweli kuna mazingira mengine unakuja unakuta matokeo, unagundua hivi kumbe pale ndio Roho Mtakatifu alikuwa ananisemesha. Kwa hiyo ningeenda ile njia ningeangukia madhara.
Bwana Yesu apewe sifa sana. Ningeenda ile njia ningeangukia madhara. Lakini unakuta amekushurutisha, amekupeleka kona nyingine ambayo mwisho wa siku unashangaa kwamba unabaki kumtukuza kwamba wewe Roho Mtakatifu ni fundi bwana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Wewe Roho Mtakatifu ni fundi. Kwa ndivyo kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Hasara nyingi tunazozipata ni kwa sababu hatukubali kumsikiliza Mungu anasema nini. Zote hasara tunazozipata. Na sio kwa kwamba Mungu huwa hasemi, huwa anasema, ila most of the time huwa atamuelewa. Sawa? Mimi na admit sio kila anachoongea Roho Mtakatifu nakielewa, no. Niko najifunza, naendelea kujifunza. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na wewe fanya training kwamba Roho Mtakatifu nahitaji nikujue, nahitaji nijue unavyoniongoza, kwa sababu wote wanaoongozwa nawe huwa hawapatagi hasara, huwa hawaukii madhara. Amen. Huwa hawaukii madhara. So tunatakiwa kuwa na bidii ya kumsikia Roho Mtakatifu na kukubali kuongozwa na yeye. Sawa? Sawa? Kwa tusiwe wepesi wa kukurupuka kutaka kufanya kila kitu bila Roho Mtakatifu kumshirikisha. Ukishaanza nidhamu ya kumshirikisha Roho Mtakatifu kwenye kile unachotaka kufanya, unamuuliza Roho Mtakatifu, kwenye hili vipi unasemaje? Sawa? Kwenye hili unasemaje? Ukianza kuwa na hiyo nidhamu, anasubiri nidhamu ya hivyo. Ukishakuwa na hiyo nidhamu kwamba kila eneo unataka umshirikishe, kwamba Roho Mtakatifu, majibu yamekuja yajaja lakini wewe umemshirikisha, hiyo inakujengea wewe mentality ya kutaka kuongozwa na yeye. So ataanza kukusaidia taratibu na kuanza kukufundisha lugha yake na kuanza kukusaidia kwenye madhaifu. Tumeelewana? Lakini kila kitu umeshafanya, hujai hata kusema Roho Mtakatifu, niende nisiende, hiki nifanye nisifanye, hujai hata kufanya hivi kitu. Ukishakuwa na hiyo nidhamu ya kumshirikisha kwamba nataka nifanye hivi, vipi Roho Mtakatifu ananiambia, okay, asante nafanya. Hata kama jibu halijaja kweli, lakini hiyo ni nidhamu. Tumeelewana? Hata kama jibu halijaja, hata kama haikuwa accuracy, umesikia accuracy, lakini hiyo ni nidhamu ambayo inakujengea wewe training za kufanya ufike mahali ambapo utakuwa na uongozo na Roho Mtakatifu 100%. Tumeelewana? So make sure haukurupuki na kufanya mambo kwa haraka. Najitahidi kusummarize lakini naona mbona nachelewa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Twende siri ya sita. Ili kukufanya wewe uishi maisha yale ambayo Yesu aliyaishi. Siri ya sita ni kuishi maisha yaliyojaa upendo na huruma. Upendo na nini? Na huruma. Upendo na huruma. Upendo kwa wote. Huruma hasa kwa wale wanaoonewa. Tumeelewana? Jambo jingine ambalo tunaliona kwenye maisha ya Yesu, ambayo ilimfanya Yesu akawa na matokeo makubwa, ni huruma ndizo zilizokuwa namfanya afanye yale mambo makubwa. Sawa? Na hiyo huruma ilikuwa imezaliwa na upendo. Kwa hiyo mimi na wewe tunatakiwa kuwa ni watu waliojaa upendo utakaozaa huruma kwa wanaoonewa, ili tuwe msaada. Sawa? Matokeo mengi ya Yesu hata katika kufanya miujiza tunaona yalikuwa yanasukumwa na huruma za Yesu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Yalikuwa yanasukumwa na huruma za nani? Za Yesu. Mimi na wewe tukiwa na huruma kwenye hii dunia, tukiwa tumejaa upendo kwenye hii dunia, kuna watu tutawasaidia na Mungu atatukuzwa. Amen. Kuna watu tutawasaidia na Mungu atafanyaje? Atatukuzwa kwa sababu ya huruma zako, kwa sababu ya upendo wako. Amen. Kitabu cha Mathayo sura 9 mstari wa 36. Na alipowaona makutano aliwahurumia, kwa sababu alikuwa ametawanyika kama mkondoo wasio na mchunga, akawahurumia. Ndio lifestyle ya Yesu. Akafanyaje? Akawahurumia. Mimi na wewe tuna huruma kiasi gani? Unapoona mtu anataabika, wewe moyoni nini kinaingia? Unapoona mtu anaonewa, wewe moyoni nini kinaingia? Au ndio wewe unasema tulijua tu atapata shida, ndio iko hivyo, au wewe unakuwa na huruma? Bwana Yesu apewe sifa sana. Ukiona moyo wako unasukumwa na huruma, unaenda mahali pazuri. Sawa? Yani unapowaona watu wanaotaabika, unapoona watu wanaoteseka, moyo wako unakuwa umejaa na huruma. Maana unaanza kubeba moyo wa Yesu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mathayo 18:14. Yesu akatoka akaona mkutano mkuu, akawahurumia, akaponya wagonjwa wao. 18:14. Akatoka akaona mkutano, akawahurumia, akawaponya wagonjwa wao. Huruma ndio zilizompeleka Yesu kufanyaje? Kuponya wagonjwa.
Ukiwa very arrogant, unataka Mungu afanye kwa sababu wewe unataka kuwa na big name, unataka kuwa na jina kubwa. Tumeelewana? Yani unamuona mtu ni kiwete, unataka apone, sio kwa sababu unamhurumia, ila tu kwa sababu watajuaje kama na wewe unainuaga viwete? Eti apostle. Watajuaje kama na wewe unafungua vizimu? Hiyo sio motive. Tumeelewana? Hiyo sio motive. Motive ya kweli ni vile unapoona mtu anataabika, unamhurumia hata kama mjuani, yani mponya afu mwambie nenda kushuhudie matendo makubwa aliyokufanyia Yesu. Wala una haja hata kunijua mimi. Nenda akawaambie Yesu amefanya. Ukiwa na hiyo huruma hiyo ya staili hiyo, Mungu atakuamini na nguvu zake. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mungu atakuamini na nguvu zake. Kwa hiyo Yesu alikuwa ni amejaa huruma. Mathayo 20:34. Mathayo 20:34. Alipokutana na wale vipofu, Biblia inasema akawahurumia, akawagusa macho yao. Mara akapata kuona. Akawahurumia, akawagusa macho yao. 20:34. Akawahurumia, akawagusa macho yao. Huruma, tusiwe ni watu tunaopelekwa na tamaa za kwetu sisi. Sawa? Tamaa za kwetu sisi. No, huruma za Mungu. Huruma zijae ndani yako. Kama hauna huruma, anza iwe ni prayer point yako kwamba Mungu, naomba jaza moyo wangu huruma za kuonea za kuhurumia wanaoonewa. Hii kiburi yani cha kujiona mimi ni mimi nahitaji huruma zako. Yani ninapoona niumie toka ndani, niumie kutoka ndani. Niumie kutoka wapi? Ndani. Ukishakuwa na huo moyo wa huruma, Mungu atakuamini na nguvu zake. Bwana Yesu apewe sifa sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Marko 1:40-42. Marko 1:40-42. Marko 1:40-42. Yesu alipokutana na yule mwenye ukoma, Biblia inasema hivi, yule mwenye ukoma akamwambia Yesu, ukitaka waweza kunitakasa. Biblia inasema Yesu akamhurumia, akanyosha mkono wake, akamgusa, akamwambia nataka, alafu takasika. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Akamhurumia, akanyosha mkono, akamgusa, akamwambia nataka, akamhurumia Yesu. Kwa hiyo huruma ndizo zilizompeleka Yesu kufanyaje? Kuponya. Mimi na wewe tutafunguliwa, tutaaminiwa na nguvu za kuwafungua wanaoonewa kama mioyo yetu itakuwa imejaa huruma. Amen. Kama mioyo yetu itakuwa imejaa nini? Huruma. Kwa hiyo mimi na wewe tunatakiwa kuwa na huruma. Luka 7:13. Luka 7:13. Yule mwanamke mjane wakati wanaenda kumzika mtoto wake. Kwenye mstari wa 13 Biblia inasema Bwana alipomuona alimuonea huruma. Alimuonea huruma. Hafa akaligusa jeneza. Alipoligusa jeneza akamwamsha kijana aliyekuwa amekufa. Kilichomfanya kufanya vile ni huruma. Sawa sawa? Kwa hiyo hata sisi motive ya sisi kutaka kumuona Mungu akifanya mambo makubwa kupitia maisha yetu isiwe ni kutaka jina kubwa. Yaani watu wajue mimi ndo Mr. So and so, mimi ndo Mwalimu Kadodo mwenyewe. Kitaka kupona njoo ndo mimi. Sio hivyo. Ninasukumwaje yani toka ndani, how bad I feel ninapomuona mtu anataabika. Ukishakuwa na hiyo mentality au ukishakuwa na huo moyo wa kumuona mtu anataabika alafu na wewe unajisikia vibaya, Mungu ndo anakuamini na nguvu zake. Amen. Mungu anakuamini na nguvu zake. Umesikia mwinjilisti wa kimataifa na mwanasiasa mkubwa duniani? Usiwe na unasukumwa na watu wakuone kwamba mimi ndo mtumishi wa Mungu mkubwa mwenye jina kubwa. Jaa huruma ya Mungu ndani yako. Ukishajaa huruma ya Mungu ndani yako, hiyo huruma itakupeleka kufanya vitu ambavyo vitawaonesha watu kwamba Mungu amejaa upendo. Sawa sawa Mungu amejaa upendo. So mimi na wewe tunatakiwa kuwa na ili kuwa na matokeo, tunatakiwa kuwa na moyo wa huruma na moyo wa upendo. Sawa sawa Tusukumwe na upendo na huruma ndani yetu. Tusukumwe na upendo. Upendo kitu push kufanya vitu. Uwe na uhakika kwamba Mungu atakuamini na nguvu zake. Atakuamini tu na nguvu zake. Kwa nini? Kwa sababu kilichoko kwenye moyo wake ndicho kilichoko kwenye moyo wako. Kilicho katika moyo wa Yesu ambao hajisikii vizuri watu wataabike, na wewe ndio hicho. Sawa Sio mwisho wa siku zake. Asingekuamini, asingepona yule, asingekuamini, asingepona. No. Maana yake timisi unafurahia kuendelea kutaabika kwake. Jaa hasira ya kukasirikia ubaya.
halafu jaa huruma za kuwahurumia wanaotaabika, Mungu atakuamini na nguvu zake. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mungu atakuamini na nguvu zake na utakuwa msaada kwa watu wengi. Utawasaidia watu wengi. Bwana Yesu apewe sifa. Amri kuu ambayo Yesu ametuachia duniani this time ni upendo. Si unajua kitu amri ambayo ni kubwa ambayo Yesu ametuachia duniani ni upendo. Kwa wakati wako utasoma Wakorintho wa kwanza 13. Kuanzia mstari wa kwanza pale unaweza kaishia wa 10. Uone sifa za upendo. Uone sifa za upendo. Halafu na wewe utakuwa unajipima kwamba hivi nina upendo au ninatania. Nina upendo au ninatania. Kwa sababu kuna watu wengine wanazungumza mdomoni na upendo, lakini deep inside hamna kitu. Sawa hamna kitu. Kwa hiyo hizo zitakusaidia kujua siri za upendo ambao wewe unatakiwa kuwa nayo. Siri ya 7. Siri ya 7. Tunakimbia leo, nitakia tumalize. Siri ya 7. Siri ya 7. Siri ya 7. Maisha ya msamaha. Maisha ya msamaha, yani kuwa mtu ambaye unasamehe, mtu wa msamaha. Ukishakuwa mtu wa msamaha, unajiweka tayari kwa ajili ya kusekiwa nguvu za Mungu kwenye maisha yako. Yani nguvu za Mungu zitue kwenye maisha yako ukiwa mtu wa msamaha. Tumeelewana? Mtu wa hii ni siri nyingine ambayo tunajifunza kutoka kwenye maisha ya Yesu. Yesu alikuwa ni mtu aliyejaa msamaha. Nasema alikuwa ni mtu, duniani alikuwa mtu, si ndivyo? Alikuwa ni mtu aliyejaa msamaha. Nimesema alikuwa ni mtu ambaye ana connection ya moja kwa moja na mbinguni, ambayo ni access na mimi na wewe. Yaani mimi na wewe tuna hiyo access, ila sema tu hatujataka kujinidhamisha. So Mungu anatufundisha kama hivi ili kusudi tuanze kuchukua hatua. Na katika kuchukua hatua kuna mambo tutayaona kwenye maisha yetu. Yale ambayo tulikuwa hatuyaoni mwanzo, yale ambayo yalikuwa hayatokei kwenye maisha yetu, yale ambayo tulikuwa hatuyajui tutaanza kuyajua. Vile ambayo tulikuwa hatuwezi kufanya tutaanza kuweza kufanya. Kwa nini? Kwa sababu kuna siri. Sawa aliwaambia wanafunzi wake Yesu kwamba ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni. Kuna siri, yani kwenye ufalme wa mbinguni una siri. There are mysteries. Ukishaanza kuzijua hizo siri, kuna vitu vitaanza kutokea kwenye maisha yako ambavyo kwa wasiojua havitokei. Si kama naelewa. Na most of the time siri kama hizi zinafundishwa mahali sio kwingi sana. Si ndivyo? Sio kwingi sana zinafundishwa hizi siri. So ufalme wa Mungu ni kanuni. Ukishaanza kuzijua kanuni, zinakupa matokeo. Ndio hivyo tu. Kanuni. Ndio maana ni muhimu kuwatafuta watumishi wa Mungu ambao wanazijua kanuni. Amen. Ni muhimu kutafuta video za watumishi wa Mungu wanaojua kanuni. Ni muhimu kusoma vitabu vya watumishi wa Mungu wanaojua kanuni. Ni muhimu. Ukijifungia wewe kama wewe, kuna vitu vingi hautajua. Alafu utahisi kama umeshamaliza, kumbe haujui kitu. Sawa? Kadiri unavyoenda ndio utajua haujui. Sawa? Kadiri unavyozidi kuongezeka. Yaani mimi kuna wakati nilifika, nilianza kujiona kwamba now I am ready. Sasa hizi niko vizuri, niko fit. Kuna baadhi ya siri zilizofunguka nikagundua kumbe I know nothing. Sawa? Sijui chochote. Ila nilikuwa najiamini kwamba mimi bonge la mwinjilisti naweza nikahubiri injili sasa. Lakini baadaye baada ya kwanza kupita kona katika kujifunza, ndio nikagundua kumbe hichi ni kiburi ambacho shetani amekuweka ndani yangu ili kusudi nisifikie kusudi ambalo Mungu amenitimilizia, ambalo Mungu anataka nifikie. Kiburi ni kibaya, sawa? Kiburi. Kwa hiyo nilipoanza kujua kwamba sijui chochote, ndio hapo Mungu akaanza sasa kunifunulia siri. Amen. Na hata sasa sijui. Amen. Yaani bado hata sijaanza kujua. Sijaanza kufanyaje? Kujua. Ni maombi yangu Mungu aongeze kiu zaidi. Hata mwenyewe naona kama the way ratiba zangu zinaenda ni kama ni mpotezaji wa muda hivi, napoteza muda kwa sababu vitu vya kujua ni vingi. Ila usipojua kama vitu vya kujua ni vingi, ni rahisi tu ukao na siku inaisha kujafanya chochote and you are comfortable. Sawa? Maisha ya msamaha, sawa? Maisha ya msamaha. Tunaishi katika dunia ambayo imejaa maudhi, imejaa makwazo, imejaa uharibifu. Mimi na wewe tutapata ushindi tukiwa watu wa msamaha. Yesu alikuwa ni mtu wa msamaha. Sawa sawa? Kila alichokuwa anaweza kusamehe alikuwa anasamehe. Wewe na mimi vile tunavyoweza kusamehe tusamehe. Sawa sawa? Mathayo 18 mstari wa 21 hadi 35. Habari za Petro, alienda kwa Yesu na kumuuliza Yesu, mtu anikosea mara ngapi hata nimsamehe? Yesu akamwambia, yeye akasema, je, hata mara 7? Yesu akamwambia, sikwambii mara 7,
bali hata 7 mara 70. Halafu pale mbele akatolea mfano wa mtu ambaye alikuwa anadaiwa kwa mfano talanta 10,000 akasamehewa. Halafu huyo akashindwa kumsamehe mtu ambaye alikuwa anamdai dinari 100, si ndivyo? Mfalme aliposikia akamweka ndani, akasema akamweka kwenye mikono ya watesaji mpaka atakapolipa deni. Yesu anamaliza kwa kusema ule mstari wa 30, ndivyo atakavyofanya baba yangu wa mbinguni kwa wale wote wasiowasamehe watu makosa. Kwa hiyo kutokusamehe kunaweza kukuingiza kwenye matatizo, ukaingia kwenye mateso, yani hatima yako ikaingia kwenye mateso. Kama ni biashara yako ikaingia kwenye mateso, ni moyo tu wa kutokusamehe. Sawa sawa? Tumeelewana sijui? Moyo wa kutokusamehe unaweza kukuingiza kwenye shida. Kama una ndoa utaingia kwenye matatizo, ndoa yako ikaingia kwenye msala kwa sababu tu ya kutokusamehe. Amen. Ndivyo baba atakavyowatendea wale wote wasiosamehe watu makosa yao. Yesu alikuwa ni mtu wa msamaha. Alikuwa mtu wa msamaha. Utasearch kwenye Biblia yako uone Yesu ambavyo alisamehe. Lakini mwisho wa siku aliwasamehe hadi wale waliomuua. Si ndivyo? Aliwasamehe hadi wale waliofanyaje? Waliomuua. Kwenye ile Luka 23 mstari wa 34. Yesu akasema baba wasamehe kwa kuwa hawajui walitendalo. Imagine watu wanamuua afa anawaambia wasamehe. Wewe ni mangapi ametokea ambao unasema kwa hiyo mimi siwezi kusamehe. Unapofanya hivyo maana yake unanyonga hatima yako. Amen. Unanyonga hatima ya maisha yako. Mungu aliye hai akubariki. I hope toka siku ya kwanza mpaka leo siku ya 10 kuna kitu Mungu amekufundisha. Utakuwa heri kama utayatendea kazi hayo na maisha yako yataelekea uelekeo chanya. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu wewe ni mwema, umetufundisha. Asante kwa sababu wewe ndiye uliyetufundisha. Ninakushukuru kwa sababu ya mafunuo ambayo Bwana umetupa. Na unasema unatufundisha ili tupate faida. Naomba kila aliyenisikia tangia siku ya kwanza mpaka leo tunamaliza siku ya 10, Mungu akaone faida kwenye maisha yake. Neema ya kulitendea kazi neno lako, ikawe juu ya kila mmoja ambaye amenisikia. Kukazaliwa kiu mpya na nguvu mpya ya kuliishi neno lako. Asante kwa sababu unaweza. Katika jina la Yesu aliye hai. Amen.